Wapendwa katika Bwana, karibuni katika tafakari ya Dominika ya 7 ya Pasaka mwaka A. Na kauli inayotawala katika masomo ya wiki hii ni kudumu katika sala, ambapo ni njia ya kuimarisha uhusiano wetu na Mungu. Masomo yetu ya wiki hii, somo la kwanza linatoka Matendo ya Mitume sura ya 1 mstari wa 12 hadi wa 14. Na somo letu la pili linatoka waraka wa kwanza wa Mtume Petro ile sura ya 4 mstari wa 13 hadi wa 16. Na injili yetu inatoka mwinjili Yohani sura ya 17 mstari wa 1 hadi wa 11. Katika Jumapili hii, wazo kuu linalotawala katika masomo yote matatu ni sala. Ndio maana kauli mbiu yetu ya leo itakuwa ni kudumu katika sala. Wapendwa katika Bwana, maisha ya Kikristo ni safari ya imani inayojengwa juu ya uhusiano wa karibu kati ya mwanadamu na Mungu. Uhusiano huu hauwezi kukua bila sala. Sala ndiyo moyo wa maisha ya kiroho, chanzo cha nguvu ya Mkristo na njia ya kuwasiliana na Mungu. Tunaona kwamba bila sala maisha ya imani hudhoofika kama mmea usiopata maji. Wapendwa, tunaona ya kwamba lakini kwa njia ya sala Mkristo hupata mwanga, faraja, matumaini, amani na nguvu ya kushinda changamoto za maisha. Tunakuja kuona kwamba katika somo letu la kwanza la Matendo ya Mitume ile sura ya 1 mstari wa 12 hadi 14, tunawaona mitume wakikusanyika pamoja katika sala baada ya Yesu kupaa mbinguni. Walikuwa na hofu, mashaka na kutokuwa na uhakika wa maisha yajayo, lakini hawakukata tamaa. Walidumu katika sala ya pamoja na Mama Bikira Maria wakimngojea Roho Mtakatifu. Hii inatufundisha ya kwamba sala huunganisha waumini na kuwapa nguvu ya kusubiri kwa matumaini. Kanisa la mwanzo lilijengwa juu ya sala, umoja na kumtegemea Mwenyezi Mungu. Tunakuja kuona somo la pili katika waraka wa kwanza wa Mtume Petro. Mtume Petro anawatia moyo wa Kristo wavumilie mateso kwa ajili ya Kristo. Tunaona ya kwamba maisha ya Kikristo hayakosi kuwa na changamoto, wapendwa. Kuna nyakati za majaribu, huzuni, kukataliwa na mateso pia. Lakini Mkristo anayesali hupata nguvu ya kuvumilia bila kukata tamaa. Sala humsaidia mtu kubeba msalaba wake kwa imani na matumaini katika majaribu mengi. Na tunaona kwamba watu hukata tamaa kwa sababu wanajaribu kupigana kwa nguvu zao wenyewe. Wanamsahau Mwenyezi Mungu, wanasahau kusali, wanasahau kumtumainia Mwenyezi Mungu. Lakini sala hutukumbusha ya kwamba Mungu yupo pamoja nasi hata katika giza, hata katika maisha yanapokuwa magumu, katika changamoto. Tunaona ya kwamba katika Injili ya Yohani, Yesu mwenyewe anasali kwa Baba yake kabla ya mateso yake. Hii ni sala ya upendo, umoja na kujitoa kabisa kwa Mwenyezi Mungu. Yesu anakabidhi wanafunzi wake kwa Baba. Anakabidhi wanafunzi wake na kazi yake yote. Hapa tunajifunza ya kwamba sala sio maneno mengi, bali ni kujikabidhi mikononi mwa Mwenyezi Mungu na kuamini ya kwamba mapenzi yake ndiyo bora kuliko mapenzi yetu sisi. Sala ina maana kubwa katika maisha ya Mkristo. Kwanza ni mazungumzo ya karibu kati ya mwanadamu na Mungu. Kupitia sala tunamwabudu Mungu, tunamshukuru na tunaomba mahitaji yetu ya kila siku. Tunaomba msamaha wa dhambi na kuwaombea wengine. Sala hutusaidia pia kutulia mbele za Mwenyezi Mungu na kusikiliza sauti yake katika ukimya wa moyo. Kuna aina mbalimbali za sala, wapendwa, katika maisha ya kanisa. Kwanza kuna sala ya sifa na kuabudu, ambapo tunamtukuza Mungu kwa ukuu wake bila kuomba chochote. Tunaona mfano mzuri Zaburi ya 95 mstari wa 6 inasema, njooni tumwabudu na kusujudu. Hii inatufundisha kwamba Mungu anastahili utukufu na heshima. Pia sala ya shukrani. Sala ya shukrani, mara nyingi watu humkumbuka Mungu wanapokuwa na shida, lakini usahau kumshukuru wanapopata baraka. Tunapaswa kumshukuru Mungu kwa uhai, afya, familia zetu, kazi na mahitaji ambayo anatujalia kila siku na kila jambo jema.
Mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, ndio unatakiwa uwe wimbo wa maisha yetu katika hii sala. 3 ni sala ya kuomba mahitaji yetu. Mungu anatuambia, anatuelezea mahangaiko yetu yote. Tunamwomba kazi, tunamwomba atujalie afya njema, tunamwomba atujalie amani, atujalie hekima na nguvu ya maisha. Ndio maana mzaburi anasema msaada wetu watoka kwa Bwana. Aina nyingine ya sala ni sala ya toba, ambako hakuna mwanadamu mkamilifu wapendwa. Mara nyingi tunamkosea Mwenyezi Mungu kwa mawazo yetu wenyewe, kwa maneno, kwa matendo yetu. Sala ya toba huturudisha sasa kwa Mungu kwa moyo wa unyenyekevu. Aina nyingine ya sala pia kuna sala ya maombezi, ambapo tunaombea wengine. Mkristo wa kweli hasali kwa ajili yake peke yake tu, bali pia anasali kwa ajili ya wengine, anasali kwa ajili ya familia, kwa ajili ya wagonjwa, viongozi wa kanisa, viongozi wa nchi, vijana na dunia nzima. Kuombea wengine ni tendo la upendo. Aidha, kuna sala ya kimya na tafakari. Katika dunia yenye kelele nyingi, watu wengi husahau kukaa kimya mbele za Mwenyezi Mungu. Ukisoma Mzaburi 46 anasema Mungu mara nyingi huzungumza katika ukimya wa moyo. Pia kuna sala ya jumuiya na sala ya binafsi. Sala ya jumuiya huimarisha umoja wetu kama waumini katika misa takatifu, katika rozari na ibada mbalimbali za kanisa. Sala ya binafsi humsaidia mtu kuwa na uhusiano kabisa wa karibu na Mwenyezi Mungu katika maisha yake ya kila siku. Wapendwa, katika Injili ya Luka tunaona Yesu akiwa mtu wa sala katika kila hatua ya maisha yake. Tunaona kwamba alisali wakati wa ubatizo wake, kabla ya kuchagua mitume, wakati wa kugeuka sura, na hata katika bustani kabla ya mateso yake. Yesu alitufundisha kwamba sala ndiyo nguvu ya maisha ya kiroho. Ndiyo maana aliwaambia wanafunzi wake, ombeni bila kikomo. Maisha ya Mkristo pia yanahusisha mateso. Yesu mwenyewe alisema kwamba anayetaka kumfuata lazima ajitwike msalaba wake wa kila siku. Lakini mateso ya Mkristo yana maana ya kiroho. Yanatufundisha kwamba uvumilivu, yanatukumbusha kumtegemea Mungu na yanatuunganisha na mateso ya Yesu Kristo. Mkristo wa kweli alipizi ubaya kwa ubaya. Yesu akiwa msalabani alisema, Baba, wasamehe kwa kuwa hawajui walitendalo. Huu ndio mfano wa ustahimilivu bila kulipiza kisasi. Zaidi ya yote, kifo cha Yesu msalabani kiligeuka kuwa sasa chanzo cha wokovu na utukufu. Kwa njia ya msalaba, mwanadamu alipatanishwa na Mwenyezi Mungu, na kwa ufufuko wake Yesu alishinda mauti na kutufungulia njia ya uzima wa milele. Uzima wa milele unaanza sasa kwa wale wanaomwamini Kristo na kuishi katika upendo, sala na utakatifu. Kwa hiyo basi, kila Mkristo anaalikwa kuwa mwanafunzi wa Kristo duniani. Tunaitwa kuishi maisha ya upendo, huduma, msaada na ushuhuda kwa Injili, lakini hatuwezi kufanya hayo bila sala. Sala ndiyo pumzi ya maisha ya Mkristo. Mwisho napenda kusema ya kwamba tunahimizwa kudumu katika sala kila siku. Kudumu katika sala maana yake ni kutomfuata Mungu wakati wa shida peke yake, bali kuishi naye kila siku katika furaha na majaribu, changamoto zetu za kila siku. Mkristo anayesali hupata amani ya moyo, nguvu ya kushinda vishawishi na uwezo wa kutambua mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo basi, tuwe na adabu katika maisha ya sala. Tutenge muda wa kusali binafsi, tushiriki sakramenti, tusome neno la Mwenyezi Mungu na tudumu katika sala za jumuiya. Maana bila sala imani yetu hudhoofika, lakini kwa sala tunabaki karibu na Mwenyezi Mungu. Mtakatifu Paulo anatukumbusha ya kwamba ombeni bila kukoma. Wapendwa, nipende kuwatakia Dominika yenye baraka na Mwenyezi Mungu azidi kutubariki sisi sote. Tumsifu Yesu Kristo.